Ni siku njema tena, ni siku ya baraka, ni siku ya neema na ni siku ya kibali. Na pia tunamshukuru Mungu kwa neema aliyotupa asubuhi ya leo, na ni siku ya baraka pia. Na pia ningependa kupata mambo machache ya kushirikishana pamoja nawe ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji wa kipindi hichi. Na pia tunakwenda kujifunza leo katika neno letu la kitabu cha Wafilipi ile 4 na ule mstari tutaanzia wa 4. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia yangu inaniambia, furahini katika Bwana siku zote. Tufurahi katika Bwana siku zote. Maana ya kwamba kuna wakati mwingine wanadamu wanaweza wakawa na huzuni. Wanadamu wanaweza wakawa wamekwazika kwa sababu ya baadhi ya mambo fulani ambayo walikuwa wanahitaji yakawe kwao, lakini imeshindikana kuwa kwao. Inawezekana ya kwamba kuna jambo ambalo walitegemea likafanyike katika maisha yao, na kila wakijaribu kuweka imani katika kile wanachokiamini inakuwa ni ngumu kutokea. Sasa adui anaingia, analeta huzuni ndani ya moyo wa mwanadamu, na tunatambua kabisa ya kwamba moyo ulioumia huwa ni vigumu kuweza kupata matokeo ya kimungu katika maisha ya huyo mtu. Na pia inawezekana ukawa umekuwa ukipita katika kipindi kigumu cha maisha, kipindi kigumu cha kazi na kipindi kigumu cha kiafya pia, na moyo wako ukawa umechoka na imefikia kitendo cha kuona kabisa ya kwamba inawezekana hata nisifanikiwe tena. Inawezekana ikawa ndio mwisho wa mawazo na hatima ambayo nilikuwa nimeikusudia katika maisha yangu kwenye ulimwengu huu. Sasa Biblia inatuambia kwamba furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Furaha yako ya kupasa kuiweka mbele za Bwana, na maisha yako ya kupasa kuyaweka mbele za Bwana. Na unapoona unaingia katika magumu, ukahamia katika huzuni, ni kitendo cha kutoka katika mpango wa Mungu na kusababisha adui kuongeza nguvu katika kupambana na maisha yako binafsi. Kwa hiyo tunapoingia hata katika magumu, yatupasa furaha yetu kuwa katika Bwana. Hata kama ni magumu tunakutana nayo, ni majaribu tunakutana nayo, lakini mioyo yetu, mawazo yetu, amani yetu iwe katika Bwana. Na ule mstari wa 5 pia anasema kwamba upole wenu na ujulikane na watu wote, Bwana yu karibu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu zijulikane na Mungu. Tusijisumbue kwa neno lolote, tusijisumbue kwa jambo lolote, bali katika kila jambo kwa kusali na kuomba na kushukuru, ili kwamba haja za mioyo yetu zijulikane na Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unakuta mtu anapoingia katika matatizo, anapoingia katika majaribu, mawazo yake, ufahamu wake, akili zake zote zinatoka katika kusudi la Mungu juu ya maisha yake. Na unakuta anatoka anakwenda kuingia katika mawazo ambayo yatasababisha mahusiano ya karibu kati yako na Mungu yakaharibika. Na ndipo ambapo tunaona Biblia inasema ule mstari wa 7, anasema amani yetu inapokuwa katika Kristo, na Mungu anakwenda kutupa amani ipitayo akili zote, itakayohifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo. Mungu atatupa amani ipitayo akili zetu. Kwa hiyo hata unapopita katika jaribu, amani ya Bwana ipitayo akili yako, ipitayo ufahamu wako, ipitayo uhitaji wako, itakuhifadhi moyo wako na nia yako katika Kristo Yesu. Sasa
Kwa nini tunafika mahali tunaacha kuamini katika Kristo Yesu na kuanza kuamini mipango ambayo haitusababishi sisi kuyafikia malengo na makusudi ambayo Mungu ametuitia? Ni kwa sababu kuna vitu fulani ambavyo tumetokea kuwa tunaviamini, lakini si mpango wa Mungu sisi kuviamini. Si mpango wa Mungu kuviamini. Na ndiyo maana hata ukienda katika kitabu cha Matendo pale, anaongea nasema kwamba yeye alimkirimia huyu Yesu Kristo majina kuu lipitalo majina yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaona kabisa kwamba unapokwenda nje ya imani katika Kristo Yesu, ndipo ambapo unakwenda kuingia sehemu ambayo adui anapata mwanya na mlango wa kupambana na maisha yako. Kitabu cha Matendo 4 na ule mstari wa 12, Biblia inasema, wala hakuna wokovu mwingine awaye pote, nitarudia, wala hakuna wokovu mwingine awaye yote, kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu lipasalo sisi kuokolewa kwalo. Ili jina ambalo tumepewa wanadamu hapa chini ya anga, hapa chini ya mbingu, litupasalo sisi kuokolewa kwalo ni jina la Yesu. Na jina la Yesu unapoli apply katika majaribu ulionayo, unapoli apply katika ugumu wa maisha ulionao, linakwenda kuleta majibu halisi juu ya kile unachohitaji. Lakini pia tunaweza tukaona ya kwamba wako watu ambao wana apply jina ambalo si sahihi katika maisha yao, na kila wakati wanakaa wakitegemea Mungu atakwenda kufanya kitu juu ya maisha yao. Hebu tukatazame katika kitabu cha Yohana 16. Yohana 16 tunataka tuangalie apply ya jina la Yesu katika hitaji na katika majaribu na katika kile ambacho unahitaji Mungu afanye kwako. Kitabu cha Yohana 16 na ule mstari wa 23, Biblia inasema, itaanza ule wa 22, basi ninyi hivi sasa mna huzuni. Anawaambia ninyi sasa mna huzuni, kwa maana ya kwamba kuna jambo ambalo walikuwa wanalitegemea hawakuweza kuliona, na ndiyo maana ndani ya mioyo yao kumekuwa na huzuni. Na nitaendelea kusoma, lakini ninyi nitawaona tena, na ile huzuni na ile hamtaniuliza tena neno lolote. Sawa? Amin nawaambia, Biblia inasema mstari wa 23, tena siku ile hamtaniuliza lolote. Amin nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Huyu ni Yesu anayeongea na wanadamu, anaongea na mimi na wewe hapo. Na tukirudi kule kwenye kitabu cha Matendo, tumeona kwamba Mungu amemkirimia jina kuu lipitalo majina yote, na kwa jina hilo ndilo tunapata kuokolewa. Sasa huyu anatuambia hapa ya kwamba tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amin nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu.
Sasa jina ambalo tunatakiwa kulitumia kama wanadamu katika anga hili na katika nchi hii ni kuliomba katika jina la Yesu Kristo. Nje ya jina la Yesu Kristo hakuna madhihirisho ya kile unachokihitaji kukipokea. Labda tuangalie, hauwezi kukemea pepo kwa jina la Mungu. Lazima ufate principle. Hauwezi kukemea pepo kwa jina la Mwana. Hauwezi kukemea pepo kwa jina la Roho Mtakatifu. Lakini pepo linakemewa kwa jina la Yesu. Magonjwa yanatoka kwa jina la Yesu. Udhaifu unaondoka kwa jina la Yesu. Sasa tunaona jina tunalohitaji kulitumia wanadamu katika ulimwengu huu kwa jambo lolote ni jina la Yesu Kristo. Ule mstari wa 24 anasema, hata sasa mkuniomba neno lolote kwa jina langu, ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa haya mambo tunaona kabisa ya kwamba hii mamlaka ya jina la Yesu tumepewa ili tuweze kuitumia katika maisha yetu, katika uhitaji wetu. Na tukienda kuangalia, labda nikupe jambo moja. Tunataka tuangalie katika kitabu hichi cha Matendo 2 na ule mstari, nitaanza kusoma mstari wa 37. Acha nianze mstari wa 36. Basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini kwamba Mungu amemfufua Yesu Kristo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Huyo waliyemsulubisha, huyo waliyempiga, wakamuua, wakamzika, Mungu amemfufua huyo na kumfanya kuwa Bwana kwao na Kristo kwao. Amemfanya kuwa Bwana kwetu na Kristo kwetu. Sawa? Mstari ule wa 37. Walipoyasikia haya, wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Kwa maana ya kwamba dhamiri yao, mioyo yao imeshaanza kwa hukumu baada ya kulisikia neno hili. Na walipojua ya kwamba kumbe huenda wanachokifanya si sahihi, kumbe huenda wanachokiabudu si sahihi, wakawauliza wale mitume, tutendeje basi ndugu zetu? Sawa? Sasa Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Sasa huu mstari wa 36 anasema kwamba yule mliyemsulubisha Bwana amempa kuwa ni Bwana na Kristo kwetu. Na hapa kwa sababu walikwisha kumuua na wamekwisha kukiri ya kwamba wamefanya makosa, Petro anawaambia kwamba mkabatizwe kwa jina lake yeye yule mliyemsulubisha na kumuua. Mkabatizwe kwa jina lake yule mliyemsulubisha na kumuua. Sasa hawa wanaoambiwa maneno haya sio watu wengine, ni wanadamu kama mimi na wewe unayesikiliza ujumbe huu. Sasa kinachofuatia ni kwamba watakapobatizwa kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo, cha kwanza wanapata ondoleo la dhambi zao. Sasa ondoleo la dhambi zao ni kila uovu ambao ulikuwa ukiwahesabia hatia mbele za Bwana. Na
baada ya kupata ondoleo la dhambi, anasema ya kwamba nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tuna ahadi pia ya kipawa cha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumeanza kuona kabisa ya kwamba kunazo faida kutembea na jina la Yesu Kristo, kutembea na jina lenye uponyaji, kutembea na jina lenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tumepata kuona authority au mamlaka iliyopo katika jina la Yesu. Hii mamlaka ni mamlaka ambayo inatenda kazi mpaka sasa. Hakuna wokovu mwingine unaoweza kupata nje ya jina la Yesu Kristo. Tunajua kabisa ya kwamba yako majina mengi, vipo vitu vingi, lakini pamoja na majina mengi lipo jina kuu lipitalo majina yote, ambalo ndilo jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunaanza kuona ya kwamba ziko faida za wewe kutembea katika jina la Yesu. Hata kama ulipita katika mazingira fulani ambayo ni mazingira unaona ya kwamba haukupata ubatizo wa jina la Yesu, amini ya kwamba ipo nafasi ya wewe kuipata imani hii ya jina la Yesu. Na ni kwa nini tukaongelea mambo haya? Haya maneno aliyesema alikuwa ni Petro kupitia jina la Yesu. Kwa sababu tukitazama hata Yesu alipokuwa akifundisha, alifika mahali akawageukia wanafunzi wake, akawauliza wanafunzi wake, je, watu wananisema kuwa mimi ni nani? Hilo lilikuwa ni swala moja la msingi. Wanasema mimi ni nani? Lakini tunatazama tunaona kabisa ya kwamba kila mtu alijibu kwa jinsi alivyofahamu. Lakini yeye Yesu anapokuja kugeuka na kumuuliza Petro, je, wewe unasema mimi ni nani? Petro anamwambia, tazama, wewe ni mwana wa Mungu aliye juu. Sasa Yesu anamwambia kwamba Petro, si akili za kibinadamu zilizoweza kukufunulia mambo haya, bali Baba yangu aliye mbinguni ndiye aliyeweza kukufunulia mambo haya. Na anamwambia Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na wala misingi ya kuzimu haitaliweza kamwe. Kwa maana ya kwamba msingi wa imani tulionayo ulijengwa katika Petro. Na ndio maana ukija ukitazama unakuta tumejengwa katika misingi ya mitume na manabii, na Yesu Kristo ndiwe jiwe kuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana ya kwamba imani tunayotembea nayo ni ya ubatizo katika jina la Yesu Kristo. Haya mengine yote unaweza ukaniuliza, mbona kunasema kuna Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Sitataka kupingana na wewe sana juu ya jambo kama hili, lakini tunataka tutambue ya kwamba hizi ni utendaji kazi wa Mungu ndani ya Kristo Yesu.
Sasa utendaji kazi wa Mungu ndani ya Kristo Yesu hatuwezi kuufanya kuwa ndio uungu. Tunachotaka kukifanya ni kuamini ya kwamba huu utendaji kazi uko ndani ya Kristo Yesu, na tunatembea katika imani ndani ya Kristo Yesu, sio imani ndani ya utendaji kazi katika partition tatu ambazo ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Yote hayo yamejumuishwa katika Kristo Yesu, na tukaambiwa ya kwamba tumejengwa katika imani ya Kristo Yesu. Na ndiyo maana hata Petro hakusema kwamba wewe ni Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Alisema wewe ni mwana wa Mungu aliye juu. Na tumeona pia amesema katika hichi kitabu cha Matendo, hapa nilipokusomea Matendo 4 ule mstari wa 18, wanasema wala hakuna jina jingine katika mwingine awaye yote, hakuna jingine katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu, sema chini ya mbingu, chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo. Ndugu mpendwa mtazamaji na ndugu mpendwa msikilizaji, hakuna jina jingine chini ya mbingu litupasalo kuokolewa kwalo. Mungu wa mbinguni awabariki. Tembea katika imani hii. Amini ya kwamba unapotembea katika imani iliyo sahihi, kuna kitu Mungu atakwenda kuachilia katika maisha yako. Nipende kuaga na Mungu awabariki sana. Amen.